na mbinguni hamtachelewa kwenda, ila tutaki sasa hivi. Tumsifu Yesu Kristo. Kama mnaimba vizuri hivi, mbinguni ushindwe kwenda kwa namna gani sasa? Ni lazima eti? Ni lazima. Kwa hiyo muendelee na juhudi hizo. Kwa hiyo karama yako ndio itakayokutambulisha, ndio tiketi ya kuingia katika uzima wa milele. Usichezee karama uliopewa na Mungu. Kila mmoja ana karama. Kila mmoja anayo karama. Unapaswa sasa umwombe Roho Mtakatifu, kama bado hujatambua karama yako, akuonyeshe karama yako ni ipi. Kwa sababu kutokuitambua karama hiyo, huwezi kutoa huduma. Utakuwa unalandalanda tu, unalandalanda. Ukichaguliwa kuwa kiongozi wa jumuiya, unakuwa upo tu. Maana kwamba hujagundua karama. Mungu anakuonyesha kupitia watu wakakuchagua, ukaonekana kuwa mwema, ukaonekana kuwa umejawa na nguvu ya Roho Mtakatifu na hekima ya kutoa huduma hiyo ya uongozi. Lakini wewe utekelezi wajibu wako. Na maana kwamba unajichelewesha kwenda wapi? Mbinguni. Unapaswa kuitendee kazi hiyo karama uliojaliwa na Mungu. Sisi tulio mawe hai tunapaswa kushirikiana, viungo vya mwili wa Kristo. Mwili wako una mikono, una jicho, una sikio, una meno, una ulimi, viungo mbalimbali. Vinapaswa kushirikiana. Na ndicho Kristo anahitaji kwetu leo. Kwamba wewe kama kiungo cha mwili wa kanisa, mchango wako ni upi? Wewe ni jiwe hai kweli? Tunapaswa kuwajibika. Kila kiungo kifanye kazi kwa ushirikiano na kiungo kingine, ili kuwepo na utimilifu wa matendo kama Kristo anavyotaka tufanye. Wapendwa, sisi ili imani yetu iweze kujidhihirisha kwa matendo kwa watu wengine, tunapaswa sisi kupambwa na matunda ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Matunda ya Roho Mtakatifu ambayo ni upendo. Upendo kwa Mungu na upendo kwa watu wengine. Huwezi kutoa huduma kwa watu wengine kama humpendi Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe anasema ni njia, ni ukweli. Kwa hiyo tunapaswa kupambwa na matendo hayo, matunda ya Roho Mtakatifu. Tunda la upendo. Ipende familia yako. Ujipende kwanza wewe mwenyewe. Upende familia yako, wapende majirani, wapende wanajumuiya wenzako. Tunapaswa kuwa watu wa amani. Zawadi ambayo Yesu alilipa kanisa la kwanza siku ya Pentekoste, akasema amani iwe kwenu. Na sisi kama mashuhuda na mashahidi wa ufufuko tunapaswa kuwa na amani. Amani ianzie kwanza ndani yako. Utoe kile ulichonacho kwa wengine, utoe ile amani kwa wengine. Tunapaswa kuwa na furaha katika maisha yetu ya kiimani. Kama wanakwaya walivyokuja, sijui umetoka mbinguni, umetoka wapi? Wana upendo, wameacha umekuja huko kutugawia amani, kutugawia furaha. Na wanaimba kwa furaha, kwa sababu muumini asiyekuwa na furaha hafai. Padri ambaye hana furaha hafai. Anafanya kazi gani sasa? Kwa sababu ukifa lazima uambiwe raha ya milele umpe Bwana. Raha yenyewe hujajipa hapo, utaipataje sasa? Wenzangu wanaimba utukufu tu, wewe umekaa tu hivi kama usiku unasema ungehunyala tu. Yaani
Mwenzangu anapiga makofi, wewe upigi makofi. Na wakati mbinguni tunaambiwa kwamba kule tukienda tutakuwa tunaimba na malaika, ni kuimba. Sasa kama uimbi hapa, utaimbaje kule? Uwe na furaha. Wakisema kwenda jumuiani, usinungunike, nenda kwa furaha jumuiani. Matunda ya Roho Mtakatifu. Uwe mvumilivu. Sisi ni mashuhuda wa ufufuko, lazima tuwe wavumilivu. Kwa mfano wa Kristo, yeye alivumilia mateso, akafa ili aweze kutuondoa katika utumwa wa dhambi sisi. Kwa hiyo na sisi maisha yetu ni ya kuvumilia. Safari yetu ya Ukristo inahitaji uvumilivu. Njia ni ndefu, milima ni mingi. Ndio maana Kristo anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mahangaiko ya kifamilia, mahangaiko katika maisha ya ndoa. Bwana nimegeuka siku hizi. Siku ile alikuwa anasema wampokea Anita awe mke wako kana nini? Nampokea. Nataka. Na nini? Baadaye sasa. Sema padri hamna, huyo anajucha mna usiku. Msitaki. Kuvumilia, kubeba msalaba. Tunayo misalaba mingi katika maisha yetu. Kwa hiyo tunapaswa kupambwa na hayo matunda ya Roho Mtakatifu. Bila hayo sisi hatuwezi. Tunapaswa kuwa watu wa fadhili, kusaidia, watu wa huruma. Tunapaswa kupambwa na matendo ya utu wema. Tusiwe majitu, tuwe watu. Tusiwe watu wa visasi. Umeshachanganya huko kwenye vikombe, ukija nyumbani kione kutana naye teke paka teke umeshachanganya na vikombe. Upewe na mwisho tuwe watu wa kiasi, tuwe watu wa kiasi. Matunda hayo ya Roho Mtakatifu. Bila hayo uende mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Amina.